Kama kitafu Yesu. Sema kwa sauti Bwana Yesu. Kama Yesu. Ni wewe unayeniwezesha. Ni Bwana somwezesha. Ninakuabudu jioni ya leo. Kusinza kabisa kwa leo. Ninakutukuza jioni ya leo. Kuwekitiwa kabisa kwa leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Kwa msaada wa Yesu. Sema na moyo wangu. Yokea na moyo wangu. Sema na maisha yangu. Yokea na moyo wangu. Niko tayari Bwana. Nete beshuka. Kusikia kutoka kwa Okuli okuvajioni. jioni ya leo. Hauwezi kuwa leo. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Sema amen. Kama taarifa. Yesu makofi. Kwa Yesu mweza. Kama favors way. Nikukaribisha tena jioni ya leo. Kamkwamilize na teo kamwizukoma leo. Wewe uliyeko hapa Wali wano. na wale ambao mnatufuatilia kwa mtandao. Nabo n'abatukobera ku mutimbagano. Tunawakaribisha sana. Tubaniriza na teo. Tuko hapa kanisa la BCCA. Tuli wano mu kanisa ya BCCA. Kampala Parish. Kampala Parish. Mwebale. Tweyanziza nnyo. Mwebale nyo. Hallelujah. Amen. Merci. Mwebale nnyo. Bonjour Christ. Bamusize kanisa. Bonsoir. Akawongeza akalungi. Bon appétit. Munirwe. Tunaenda kula neno la Bwana. Tugenda kula ekigambo kya Katonda. Nimepatia. Mwambie jirani bon appétit. Mugambe muno nkwagaliza okuwoomerwa. Leo ninatamani tuwe na nafasi nzuri ya kujifunza. Jakusaba tugende mpola solo kweyigiriza okuyiga. Kama favors be. Utambulisho Tuna somo lenye kichwa kinachosema omba saba ili Mungu abadilishe utambulisho wako. Asobola okuddamu okuddibwamu uko. Na tumetazama mambo mengi. Tunuulidde ebintu bingi. Na nisingetamani kufanya marudio tena. Era sagala kubiddamu nate. Kwa sababu ya kile ambacho Mungu anataka tujifunze jioni ya leo. Kubanga Katonda alina kyayagala tweyigirize olwaleero. Kama una kalamu na daftari, oba ina ekalamu n'ekitabo kyo, andika kipengele cha leo. Wandika omutwe gw'olwaleero. Andika utambulisho wa kifamilia. Kamba nti ebyafaayo bya famire una nguvu ya kukufanya birina amaanyi ag'okufuula usiingie kwenye nchi yako ya ahadi. oleme okuyingira mu nsi yo ey'ebisuubizo. Kama hautaomba Mungu aubadilishe. Bw'oba tosobodde kusaba Katonda asobola okukyusa. Utambulisho wa kifamilia ebyafaayo bya famire una nguvu ya kukufanya birina obuyinza okufuula usiingie kwenye nchi yako ya ahadi. oleme okuyingira mu nsi yo ensuubize. Kama hautaomba bw'oba tosabe Mungu aubadilishe. Katonda asobola okubukyusa. Na ni kipengele muhimu ambacho natamani ukisikiliza vizuri leo. Mutwe gwa maanyi nnyo era gwa mugaso nnyo gwetaaga okuwuliriza. Na ndio maana nimeenda leo tuende taratibu. Era nandyagadde tugende mu maaso. Ili uweze kudaka kile ambacho Mungu amekikusudia. Sobole okweyigiriza Katonda kyagala tuyige.
Andika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 3. Waandike ekitabo eky'amateeka essula eyokusatu mstari wa 23 mpaka ennyiriri olwabiri mu 23. Na nitaomba wenzetu watuwekee pale ubaoni Kumbukumbu la Torati. Nja kusaba bannaffe batuteeke ku lubaawo wano. Shairi la 3. Essula eyokusatu. Shairi la Ade, shairi la 3. Ennyiriri olwokusatu. Shairi la 3. Ennyiriri olwokusatu. Essula eyokusatu. Alafu mstari wa 23. Ennyiriri olwabiri mu 3 mpaka 28. okutuuka 28. Na nitaomba wote pale ubaoni tutazame alafu tusome kwa sauti kubwa. Nakusaba fena tutunulire olubaawo fena tusobole okusoma wamu. Maiki na nili kidogo tuiweke vizuri. Maiki ya mtumishi pale huko mbele ina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aya, tusome kwa sauti kubwa, twende. Ukiona uliyekaa naye hasomi kwa sauti ni utambulisho wake, sio? Si ndio? Sasa soma kwa sauti kubwa. Amen. Wakati huo nilimsihi Mwenyezi Mungu nikisema, Bwana Mwenyezi Mungu, ninajua umenionyesha mimi mtumishi wako mwanzo tu wa ukuu wako na uwezo wako. Maana kuna Mungu gani huko mbinguni au duniani awezaye kufanya mambo makuu na ya ajabu kama ulivyofanya wewe? Na kuomba nivuke Yordan niione nchi hiyo nzuri magharibi ya Yordan, naam, nchi nzuri ya kupendeza milima pamoja na milima ya Lebanoni. Lakini Mwenyezi Mungu alinikasirikia kwa sababu yenu, akakataa kunisikiliza. Badala yake akaniambia, inatosha, usiseme tena jambo hili. Panda mpaka kilele cha mlima Pisiga, utazame vizuri upande wa magharibi, kaskazini, kusini na mashariki, na kuiona nchi hiyo, ila wewe hautavuka huo mto wa Yordan. Mstari wa 28 kwa sauti. Lakini mpe Yoshua maagizo, umtie moyo na kumuimarisha, maana yeye ndiye atakayewaongoza watu hawa hadi ng'ambo kuimiliki nchi utakayo iona. Usipige makofi, sio kitu kizuri. Haleluya. Amen. Kwa hiyo leo natamani twende taratibu. Kuna kitu cha muhimu, njagala tugenda mpala waliwo ekyomugaso ennyo na cha msingi sana, era ekyomusingi ogw'amaanyi ambacho natamani ukifahamu, kyenjagala osobole okutegeera. Na kumbuka tulikotoka wiki nzima, twavudde wano wiki namba, nimekuwa nikikwambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Bible egamba nti abantu bange babuzula okubula okumanya. Sio maombi. Si lwa sala. Maombi wanayo ila maarifa hawana. Sala baina naye tebalina kumanya. Na tumekuwa tukimwangalia yule nabii, tunulira oyo nabbi ambaye aliombea wengine sabira abalala wakavuka, ne basomoka, ametabiria wengine wakasogea, nagezako okutuuka n'abalala n'abatuusa gy'abatuusa, lakini yeye maisha yake yalikwama, naye obulamu bwe ne busigalidde wansi. Na nilikuonyesha mahali alipokwamia. Bwe nagezako okubalaga engeri bwe yasigalira, alikwama kwenye mlima wa madeni, yazingama mu kifo eky'amabanja. Na ukifuatilia vizuri utagundua, era bw'ogoberera obulungi ojja kutegeera familia aliyotoka, family mwava, walikuwa na utambulisho wa roho ya madeni, balina omwoyo gw'amabanja. Kwa tulitazama huko, so ne tutunulayo.
Leo nataka tumtazame mtumishi wa Mungu Musa. Lero njagala tunile omusajja wakanago bayita Musa. Tuseme wote mtumishi wa Mungu Musa. Njagala fena tugambe nti omuweereza wa Mukama Musa. Tuseme kwa sauti tena mtumishi wa Mungu Musa. Njagala fena tugambe nti omuweereza wa Mukama Musa. Mwambie jirani yako mtumishi wa Mungu Musa. Gamba akwinanye mugambe omuweereza wa Mukama Musa. Tazame jirani uliyekaa naye mwambie mtumishi wa Mungu Musa. Mugambe nti omuweereza wa Mukama Musa. Sasa tunapomtazama huyu mtumishi wa Mungu Musa, bwetumutunulira ono omuweereza Musa, nitatamani sana tunapomtazama uwe unajiangalia wewe kupitia Musa. Njagala bwe tuba tumutunulira naawe obeere nga weefumiitiriza mu bulamu bwo nga gwe. Watu wengi tukisoma habari za Musa, abamu bwe tusoma ebyafaayo bya Musa, tunafahamu kwamba Musa alionyeshwa nchi ya ahadi ile. tugamba nti Musa Katonda yamulaga ensi ensuubizi eri wala, lakini Mungu alimwambia hutaingia. Katonda namugamba tojja kuyingira. Kwa hiyo alionyeshwa nchi ya ahadi ile, Katonda namulaga ensi ensuubizi eri, lakini Mungu akamwambia Musa wewe hutaingia. Musa toliyingira. Na kila mtu ana nchi yake ya ahadi. Buli muntu yenna ayina ensi ye ensuubize. Kila mtu uliyeko hapa una nchi yako ya ahadi. Buli muntu yenna ali wano oyina ensi yo ensuubize. Kwenye kipawa Mungu alichokupa, amaanyi Katonda ge yakuwa, kwenye ule uwezo Mungu aliyoweka ndani yako, amaanyi Katonda ge yateeka mu bulamu bwo, kwenye neema Mungu aliyoweka kwenye maisha yako, ekisa Katonda kye yateeka mu bulamu bwo, una nchi yako ya ahadi. oyina ensi ensuubize. Na kila mwanadamu anapambana afike nchi yake ya ahadi. Buli muntu yenna alwana nnyo asobole otuuka mu nsi y'ensuubize. Na tunaposema nchi ya ahadi, twogera nti ensi ensuubize, maandiko yanasema ilikuwa ni nchi yenye maziwa na asali, yali ensi ey'amata n'omubisi gw'enjuki, nchi ambayo walimfurahia Mungu baada ya kuingia, ensi gye baasanyukiramu Katonda nga bamaze okugiyingiramu, nchi ambayo walimtukuza Mungu baada ya kuingia, ensi gye bawa Katonda ekitiibwa nga amaze okuyingira. na kila mtu ana nchi yake ya ahadi. Era buli muntu yenna alina ensi ye eyo ensuubize. Mahali ambako Mungu akikufikisha, awo Katonda waakutuusiza, atakusahaurisha kabisa mateso uliyoyapitia. n'akwerabiza embeera yonna gye wayitamu. Ni mahali anakusahaurisha taabu zako. Katonda waakwerabiza ennaku zo n'okulafubanako. Ni mahali anakusahaurisha maumivu yako yote. Katonda waakuwerabiza obulumi bw'oyiseemu n'obugigi. Na kila mtu anatamani afike nchi ya ahadi. Era buli omu yeetaaga asobole okutuuka mu nsi y'ensuubize. Lakini utambulisho wa kifamilia, naye kaakati ebyafaayo bya famire unaweza kukufanya bisobola okufuula uishie tu kuiona nchi ya ahadi ile, otuuke olengere bulengeziko ensi y'ensuubize ogambe yeeri, lakini ukajikuta unashindwa kuingia. naye ne weesinkana nga tosobola kutuukayo. Na ni jambo baya sana. Kibi nnyo, kya mutawaana nnyo, Ni jambo linaumiza sana. kiruma nnyo mu mutima. Ni afadhali Mungu hata asikuonyeshe kwamba nchi ya ahadi ile, Kiruma nnyo Katonda aleme okulaga ensi ensuubize, kuliko akuonyesha alafu ushindwe kuingia. ate agikulage naye oleme okuyingira. Labda nikupe mfano huu kabla tujaingia huku ndani, kwa sababu leo tuna vitu vizito sana. Kati kampe ku byenkuwaako nga tunaba kuyingira mu buziba, kuba leero tugenda kugera buziba nnyo. Na nimekuombea leo uweze kuelewa kabisa. Era nkusabira Katonda akuwe ekisa otegeere olwaleero. Nimekuombea leo uweze kuelewa. Kusabidde Katonda akuwe amagezi osobole okutegeera. Na ndio utapata picha ya somo hili kwa Ofuna upana kabisa. ekifaananyi mu ngeri ey'enjawulo. Nikupe kwanza ushuhuda huu kabla tujaenda ndani. Kankuwa obujulizi buno nga tunabagenda wala. Kuna dada mmoja Waliwo mwannyinazi omu tulikuwa tunaimba naye kwenye timu ya kusifu na kuabudu kanisani kwetu. twali tuyimba naye mu kusinza n'okutendereza mu kanisa yaffe. Na dada alikuwa mzuri kabisa. Yali muwala nga mulungi nnyo, Alikuwa ameumbwa akaumbika. yali nga yatondebwa bulungi nnyo. Na kabla hata sisi hatujaoa, Ffe nga tunaba kufumbirwa oba okuwasa, tuliwahi kwenda kutupa ndoano hapo, tugenda tusulayo ebigambo bitonotono, twasulayo ku mayinja, lakini akatukatalia. naye n'atugaana. Akasema sisi sio levo yake. N'atugamba nti mmwe temuli ku ddala lyange. Na ni kweli kwa miaka hiyo hatukuwa levo Ku yake. myaka egyo tetwali ku ddaala lye, Tulikuwa tumepinda kama dawa ya umbu. twalinga embwa ezisuuliddwa bwe zityo. Kwa hiyo alitukataa. Ye n'atusuula, Akawa amepata kijana mmoja alikuwa anafanya kazi benki. n'afuna omuvubuka omu ng'akola mu banka. Kwa miaka hiyo kijana alikuwa na nyumba na magari. Emyaka egyo yalina ennyumba, yalina amamotoka.
Dada akasema maisha si ndio haya. agamba nti obulamu bwe buno. Wakaanza mahusiano, Ne batandika okukwatagana, wakaandikisha ndoa, ne bawandiise obufumbo, mahali kalipwa. esente ne basasula. Kule kwetu Tanzania, Ewaabwe Tanzania, sijajua na huku kwenu kama mna hicho kitu, simanyi oba ekyo nakyo mukiina, kabla ya harusi ng'obufumbo tebunnaba, huwa kuna kitu tunakiita send off, kye bayita okusubula kasuze katya. sisi kule kwetu tunasema harusi ni ya mwanaume Ffe bava tugamba nti obufumbo nti embaga ya musajja, na send off ni ya mwanamke. kakati kasuze katya ka mukyala. Kuna upande wa binti na wao wanaandaa sherehe, sijajua Nabo nyinyi mnaitaje. bateekateeka, ewaffe bakayita kasuze katya. Mnaitaje? Kuna kitchen party, alafu na send off. Send off. Wanaita kitchen party. Ffe waffe tugiyita kasuze katya. Mwebale. Wano mu Uganda bakayita kasuze katya. Kule kwetu Tanzania huwa binti anafanya vitu viwili. Kati omuwala akola ebintu bibiri. Anafanya kitchen party, N'akola okufumba, alafu ndo anafanya hiyo send off. kati n'akola ne kasuze katya. Akimaliza hiyo send off, sasa kesho yake ndiyo harusi. Bw'amaliriza okufumbira ab'e nyumba ye, n'akola ne kasuze katya, awo ng'agenda. Yule dada akatualika na sisi aliyotukataa, Kakati naffe n'atuyita abaali baagaaniddwa, akatukomoa, n'atuyita. Tukaenda tukiwa tumeumia, Tugenda nga mitima gimenyese, hatuna namna, tunaimba naye, tetuyina ngeri gye tuyimba naye. kwa tusipoenda tutaonekana masnitch. Tutagende tujja kulabika nga abanyigidde ddala. Tukaenda kwenye send off. Tugenda kukasuze katya. Bibi harusi akaingia ukumbini. Omwana omuwala n'ajja n'ayingira. Wow, amependeza sana. Ng'anyirira. Moyoni sisi tuliokataliwa tunaumia, Kakati ffe abaaganirwa nga tunyiize tetuteekera bulungi, ila yeye anafurahia. ye ng'ali mu ssanyu, ye yeeyagala naye nga ffe emitima gituluma. Sasa sijajua kwenu huku kama kuna hii pia kwenye hiyo kitchen party. Simanyi wamu oba kino gye kiri. Kuna muda unafika yule bibi harusi Olw'okuseera nti ono omuwala agenda okufumbirwa, anaambiwa sasa mtafute yule mme wako mtarajiwa umtambulishe. kakati bamugamba noonya omwami wona waatudde, sooka omunoonye waatudde. Anawekewa na muziki. Ne bamuteerako omuziki. Na nyie kwenu ipo ipo Kyekyo. Katonda wa. Sooka omunoonye waatudde. Sasa dada akawekewa muziki. Kakati ne bamuteerako omuziki. Muda wa kumtafuta yule mtarajiwa wake amtambulishe. N'amunoonya, okumunoonya oyo gwe agenda okufumbirigana naye. Akawekewa kamuziki ka Tanzania kanasema hivi. Bamuteerawo oluyimba lugamba nti, hapa nilipo mimi ni kwa neema ya Mungu. Wangapi walisikia kwa kawimbo? agamba nti wano wendi kulwakisa kya Katonda. Anyway, kwa yule dada akawa analinga kweli, anacheza pale. Nazina munga bw'abiibya ddala, abiibiza ddala. Tuliokataliwa tunaumia. Ffe abaali baganyi, ffe abo baatugaana ne tunyiiga, tulabanga kigenzi. Akaanza kuzunguka ukumbi mzima kumtafuta mtarajiwa. N'atandika okunoonya ekibiina kyonna kyonna, okunoonya omuntu oyo gwagenda okufumbirwa naye. Ukumbi mzima, ekibiina kinene, kijana hakuonekana. Ng'omwami taliiwo. Akapiga simu ya yule kijana, n'akuba essimu y'omuvubuka. Anaambiwa the number you are trying to call is Namba not gyogezaako okukubako bambi teriiko, bagigyeko dda. Please try after 1 year. Bambi gezaako omwaka omulala. Yule dada akazimia pale pale. Omuwala n'azirikira awo, Akaanguka chini. n'agwa wansi. Na kitchen party ka imeharibikia pale. Akasuze katya ne kafiira awo. Sasa sisi tulioachwa, Kakati ffe abalekeseewo tukasema hatuwezi kuondoka ukumbini bila kumanje. tetusobola kumala gadduka nga tumaze kulya. Tukapeana na bon appetit. Tugamba tukube essala. Tukabeba na kuku. Ne twetikka n'emmere. Tukabeba na juice. Ne twetikka ebyokunywa. Tukamshukuru Bwana. Tubaza Katonda. Hallelujah. Amen. Sasa kumbe kwenye hii familia, kwenye huu ukoo,
So mu family eno mu family yawe mukojja hakuna aliyewahi kufunga ndoa ya kanisani. tewali yadde n'omwe yagezaako okugattibwa mu kanisa. Wanazalia nyumbani, bazalira waka ku lujja na wanaingia kwenye ndoa kienyeji. ne bayingira kabondo kakubye edinisa. Kwa hiyo huyu dada, kati ono omuwala yeye ndo alikuwa wa kwanza kufunga ye ndoa, yali asoose okugattibwa. ndo alitaka awe wa kwanza kufunga kakati yali ndoa. ayagala abeere yasooka. Utambulisho wa familia kakati ebyafa bya family ukamkwamisha ne bimuziŋŋamya akiwa anaiona Kanani ya ndoa ile. ng'atandika okulaba embaga yiye agiraba. Si kama mmenielewa? Iona kabisa Kanani ya nini? n'alaba Kanani ng'agirabye. Oh. Utambulisho imerudi. Omyeo. Kwa hiyo dada ameiona Kanani ya ndoa ile, n'alaba Kanani ye embaga nga yiri, lakini utambulisho wa kifamilia naye ebyafayo umemfanya bya family ashindwa kuingia kwenye nini. ebimuleetera okubanga tasobola kutuuka. Mpaka tunavyoongea leo, kakati nga bwe twogera paka na kakati dada hajaolewa. taafumbirwanga. Akituona bw'atulaba saizi sasa, na sisi Mungu ameshabadilisha saawa maisha zino yetu, Katonda yakyusa obulamu. anabaki sema, unajua nilikuwa nakupenda okimanyi hivi, nali nkwagala nnyo Musumba, nami namwambia you are not my type. gwe toli level yange, Nimeshampata wa type yangu. nafunye ansaanira. Hallelujah. Amen. Ndio maana kwenye haya maisha, so mu bulamu buno usiumie watu wasipokuelewa leo. togezaako kunyiiga abantu nga tebakutegedde leero. Usiumie watu wakikukataa leo. tonyiiga lwakuba nti abantu baganye olwaleero. Kuna mambo jifunze kuyapa muda. baako ebintu byeweeyigiriza obiwa obudde. It is just a matter of time. kaseera buseera. Ni swala la muda tu. kaseera buseera. Asiyekuelewa leo mpe muda. atakutegedde leero gwe muwa obudde. Anayekuzalau leo mpe muda. akunyooma muwa obudde olwaleero. Anayeona hufai leo mpe muda. akulabanga atagassa muwa obudde. Anayeona huna akili leo mpe muda. akulabanga atategeera muwa obudde. Muda ni hakimu wa haki. Obudde ke kaseera akooyo ow'amazima. Asiyeweza kupewa rushwa. atasobola kuwaayo nguzi. Saa ikifika, obudde butuuka, aliyekuzalau atakusalimia kwa heshima. akunyooma agenda kubuuza mu kitiibwa. Saa ikifika, walikukataa watakukaribisha kwa amani. abali bakugaana bagenda kukwaniriza. Kuna watu wape muda. abantu bawe obudde. Ni swala la muda. Tumwambie jirani ni swala la muda tu. muweebwe just kadde. Mwambie kwa Kiingereza it is just a matter of time. mugambe just muwe obudde. kaseera buseera. Usilazimishe wakuelewe. togezaako bantu bakutegeere. Muda ukifika watakuelewa. obudde bunaatuuka bajja kutegeera. Alafu mpigie Yesu kubira makofi Yesu mazuri. engalo ez'amaanyi. Kwa hiyo angalau kwa mfano huu sasa unaanza kupata picha kakati otanza okufuna ekifaananyi kwamba huyu dada ameiona kama Kanani ya ndoa ile. kakati n'alaba obufumbo bwe ng'abulabye buba butuuseeko. Amechumbiwa, ne bamukwana, amelipiwa mahari, ne basasula ebyetaagisa. ndoa imetangazwa, kakati nga n'obufumbo bamaze okubulangirira. mpaka amefika kitchen party. kakati n'atuuka mu kasuze katya. Na ndoa ilikuwa ni siku baada ya, ilikuwa ni kesho yake baada ya siku yali ya nga send-off. gulo limu ng'ako kamaze okuggwa. Lakini utambulisho wa kifamilia naye ebyafaayo bya famire umemfanya aione Kanani ya ndoa, ne bimuleetera okuba nga alaba Kanani y'obufumbo bwe, lakini ameshindwa kuingia. naye n'alema okutuukayo. Ndivyo ilivyokuwa na kwa Musa. y'ensonga bwetyo ne ku Musa bwe yali. Mungu alimwambia Musa iangalie nchi ya Namuga Kanani, Musa labayo ensi y'e Kanani yiri, nchi ya ahadi ensi ey'ebisuubizo ile, yiyo. lakini akamwambia wewe hautaingia. Gamba gwe toligezaako na kulinnyayo. Na leo tutaangalia sababu tujja kulaba ensonga iliyomfanya Musa asiingie kwenye nchi ya ekyaleetera ahadi. Musa aleme okuyingira mu nsi ensuubize. Ni mtumishi wa Mungu, muweereza wa Mukama, ni mtumishi wa Mungu. muweereza wa Mukama. Hiyo ni fupi Yes. Kwa hiyo Musa ni mtumishi wa Mungu. Musa muweereza wa Mukama, amefanya kazi kubwa sana juu ya taifa la Israeli, akoze omulimu mu nsi ya Isirayiri, na amezaliwa kwa sababu hii, era yazaalibwa olw'ensonga eyo, awatoe ndugu zake kwenye utumwa, kubajja mu buddu
ab'eŋŋanda ze awapeleke nchi ya ahadi, abatwale mu nsi ensuubize, lakini wamekaribia. naye nga batuuse Mungu anamwambia nchi ile pale, kanamugamba ensi yiyo, lakini wewe naye hautaingia. gwe tojja kuyingira. Si watu wengi wanajua kwamba utambulisho ndio uliomkwamisha Musa. Si bantu bangi nti bakimanyi nti oba ebyafaayo bye byaleeta Musa obutatuuka. Na leo ndo nataka tutazame hiyo shule. Kakati leo njagala tutuukaawo. Haleluya. Amen. Sema amina. Kama nti amina. Sasa jambo la kwanza kwenye kipengele cha leo, andika. Ekisooka mu mutwe gw'olero wandiika. Andika, utambulisho wa familia huwa hauogope utumishi ulionao. Ebyafa bya family tebitya buweereza bwo. Yadoli pastor. Utambulisho wa kifamilia huwa hauogope utumishi ulionao. Obu ebyafa bya family tebitya obuweereza bwo bwoyina. Ndio maana yule nabii, ensonga yo nabbi, pamoja na kuwa prophet, yalinga nabbi, alikwamia kwenye roho ya madeni. naye yafiira mu mwoyo gw'ebbanja. Kwa hiyo utambulisho wa familia, kakati ebyafa bya family hautishiwi, tebitiisibwa, hauogopi utumishi ulionao. tebutya buweereza obukuliko. Lazima ushughulikie ubadilishwe. Oteekeddwa okubukolerera osobole okyuka. Na ningekuwa na muda ningekupa kwanza mistari kadhaa hapa itakusaidia. Nkuwa enyiriri zino sobola okuyamba. Wacha nikupe hiyo mistari itakusaidia. Kankuwa enyiriri zijja kuyamba. Sema amina. Gamba nti amina. Sema amina kwa sauti. Gamba nti amina n'eddoboozi ery'omwanguka. Au ni utambulisho wako unakufanya uwe hivyo? Ebyafaayo bye bikuleetera okuba ng'oli musirifu bw'otyo. Andika hii mistari itakusaidia. Isaya 62 mstari wa 4. Isaya 5:8. Isaya 62. Isaya 62 mstari wa 4. sura yokuna mstari wa 4. sura yokuna olunyolo okuna. Alafu andika tena Mwanzo 17 mstari wa 5. Olubere 17 sura ya 5. Na wenzetu watatuandalia, tutasoma pale. Kakati ow'oluganda wa media ojaterayo ekyo. Mwanzo 17 mstari wa 5. Olubere 17. Alafu tutamaliza na Mwanzo 35. Tujja kumaliza na 35 olubereberye. Mstari wa 9 mpaka wa 11. Onyolo omwenda mpaka 11. Mstari wa 9 mpaka wa 11. Onyolo omwenda mpaka 11. Aya, kama mmemaliza kuandika macho ubaoni. Tunula wano. Tunaanza na Isaya. Tandika na Isaya. Isaya 62:4. Isaya 62:4. Isaya 62:4. Aya, wote macho ubaoni, tunasoma kwa sauti kubwa, twende. Tusome. Sasa soma kwa sauti kama mtu ambaye utambulisho unakuachia. Amen. Soma na amani. Aya, twende. Wala nchi yako haitaitwa ukiwa. Bali utaitwa na mfurahia. Na nchi yako itaitwa aliyeolewa. Maana Mwenyezi Mungu amependezwa na wewe, naye atakuwa kama mme. Sasa soma ukiwa unamwambia jirani yako. Atusomanga bugamba mulirwa nao. Unamwambia jirani. Amen. Bugamba woluganda. Mulirwa. Ukikana jirani akwambii sio jirani mzuri Muhammad. Obanga mulirwa nao utakugamba senguka. Tafuta kiti kizuri kingine ukae. Nonya akusina akulinanye. Haya, tunaenda, mwambie kwa sauti. Maso mugambe. Hautaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa ukiwa, bali utaitwa na mfurahia. Hapo hapo, bali utaitwa, twende, bali utaitwa na mfurahia. Kiswahili chetu cha Tanzania tunasema utaitwa Hefisiba. Mu Kiswahili bagamba nti ojja kuyitibwa ekyo ky'owulidde. Hefisiba maana yake namfurahia, oyo gwensanyukira. Nichotaka nikuonyesha hapa ni nini? Kinjagala kulaga kyeki. Unaona Mungu akibadilisha utambulisho wa huyu mtu. Katonda ng'akyusa ebyafaayo. Anamwambia kuanzia leo nimebadilisha utambulisho wako. Namugamba lero nkyusiza ebyafaayo byo. Hutaitwa aliyeachwa tena. Tojja kuyitibwa yalekeddwawo nate. Na nchi yako haitaitwa ukiwa tena. Ensi yo tejja kuyitibwa enkalu nate. Nimebadilisha utambulisho. Kakati nkyusiza ebyafaayo. Utaitwa na mfurahia. Ojja kuyita oyo gwensanyukira. Utaitwa na mfurahia. Ojja kuyitibwa oyo gwensanyukira.
akiwa na maana ya kwamba Mungu anaweza akabadilisha utambulisho wa mtu. Na kama Mungu anaweza kubadilisha utambulisho wa mtu, na wewe unaweza ukaomba Mungu abadilishe utambulisho ule mbaya unaokukwamisha kimaisha, na akupe utambulisho mwingine mzuri. Na haya ni maombi yangu kwako. Hutaitwa aliyeachwa, utaitwa na mfurahia kuanzia leo. Ningesikia amina zenye nguvu. Sema amina. Twende Mwanzo 17. Tugende rubereberye. Mwanzo 17. Mwanzo 17 Mwanzo 17 mstari wa 5. Aya, tunaenda kwa sauti kubwa, twende. Tangu sasa utaitwa tena Abraham. Kuna mtu asome, tunarudia tena kwa sauti kubwa, twende. Tangu sasa hutaitwa tena Abraham, bali utaitwa Abraham, maana nimekufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Hakuna hata makofi jamani. Nye watu wa Uganda nye. Abantu be Uganda muri bazimu. Aya, tunarudia tena kusoma kwa sauti kubwa, twende. Masonga tusoma. Hutaitwa tena Abraham, bali utaitwa Abraham, maana nimekufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Angalia hapa. Tinula. Mungu alipotaka kumfanya Ibrahimu awe baba wa mataifa mengi, Katonda bayagala okufula Ibrahimu kuba taata wa mawanga, alilazimika kumbadilishia utambulisho wake. Yali ateekeddwa okukyusa ebyafaayo bye. Kwa hiyo ili jina la Abraham, kakati erinnya lya Abraham, lingeweza kumkwamisha huyu Abraham, yani badde lisobola okumuziyiza n'okumuzingamya oyo Abraham kufika kwenye nchi yake ya ahadi, okutuuka mu nsi ensuubize ya kuwa baba wa mataifa, kubeera taata wa mawanga. Na ndio maana alilazimika kumbadilishia utambulisho. Ensonga ali ateekeddwa okukyusa ebyafaayo bye. Akamwambia kuanzia leo, amugamba okuva leero hutaitwa tena Abraham, toyitibwe nate Abraham, utaitwa Abraham. onooyitibwanga Abraham, kwa sababu nitakufanya kubanga nakufuula kuwa baba wa mataifa mengi, kubeera taata wa mawanga mangi. Na leo ukizungumza habari za Ibrahim, lero bwoba osoma enjiri oyogera ebyafo bya Ibrahim, tunamjua kama baba wa mataifa mengi, taata wa mawanga mangi. Ili afike kwenye nchi yake ya ahadi, okusobola okutuuka mu nsi ensuubize, Mungu alibadilisha utambulisho wake. n'akyusa ebyafaayo bye. Bwana Yesu asifiwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Twende tena kwenye Mwanzo, tugende nate mu lubeerera omwo 35. Mwanzo 35 mstari wa 9 nyolo 9 mpaka wa 11. mpaka wa 11. Okay, wote macho ubaoni, tunasoma kwa sauti. Tena tusome mu ddoboozi ery'omwanguka. 1 2 twende. Mungu alimtokea tena na kumbariki. Mungu alimwambia, jina lako ni Yakobo, lakini hutaitwa hivyo tena, bali sasa jina lako litakuwa Israeli. Kwa hiyo Yakobo akaitwa Israeli. Mstari wa 11. Tena Mungu akamwambia, mimi ndimi Mungu mwenye nguvu, ujaliwe wazawa wengi, kwako kutatokea taifa, mataifa. Wachache wanaelewa ndo wanampigia Yesu makofi. Abakuba engalo batono. Umeondoa tena baba? Ate kati ojjeeko au utambulisho? Oba nawe byafaayo bikulondoola. Rudisha mstari wa 10. Olwe 10.
Tusome tena kwa sauti kubwa. Soma unamwambia jirani yako. Gamba ng'osoma ngamba mulirwanaawo. Look at your neighbor. Tell your neighbor. Ya mulirwanaawo akulinaanye. Bali sasa jina lako. Kwa hiyo Yakobo akaitwa Israeli. Na aitibwa Israeli. Mtazame jirani yako, mwambie kuanzia leo. Mugambe okuva leero. Mwambie kwa sauti yenye nguvu, kuanzia leo. Mugambe nti okuva leero. Hutaitwa asiye na kibali. Togenda kuyitibwa aganiddwa. Utaitwa mwenye kibali. Oja kuyitibwa aganja. Kuanzia leo. Okuva leero. Hutaitwa maskini. Togenda yitibwa mwavu. Utaitwa tajiri. Oja kuyitibwa omugagga. Kuanzia leo. Okuva leero. Hutaitwa mgonjwa. Oja kuyitibwa mulwadde. Utaitwa mwenye afya. Oja kuyita alina obulamu. Kuanzia leo. Okuva leero. Hutaitwa aliyeachwa. Togenda yitibwa yalekeddwawo. Utaitwa na mfurahia. Sanyukira. Hallelujah. Amen. Mwambie Mungu anabadilisha anwani yako. Mugambe Katonda akyuse ebibyo. Mwambie kwa sauti, Mungu anabadilisha anwani yako. Mugambe Katonda akyuse ebibyo. Muda wangu hautoshi, ningekupa mifano mingi. Si tunamfahamu. Obudde bwange temumala nandibadde nkuwa bingi. Tunamfahamu mtume Paulo, si ndio? Tumanyi nti omutume Paulo tumumanyi. Hapo mwanzo alikuwa anaitwa Sauli. Mu kusooka yayitibwanga Saulo. Na alikuwa muuaji. Yalinga mutemu. Ili Mungu aweze kumtumia akambadilisha jina. Na wewe Bwana abadilishe jina lako leo. Jina lako libadilishwe leo kwa jina la Yesu. Wangapi wanasema amina? Acha Bwana abadilishe jina lako leo. Sema amina kama unanielewa. Na kwa sababu Mungu anabadilisha utambulisho wa watu, kubanga Katonda akyusa ebyafo by'abantu, acha tuheshimu uwepo wa mtumishi wa Bwana. Leka tuseme ekitiibwa ky'obweza wa Mukama. Tulikuwa naye kwenye mtoko wa wanandoa. Twabaddeyo mu bufumbo. Nimemuona hapa mama yetu, aje akae hapa mbele. Mulabye ajja atula no maaso mama. Utambulisho wake umebadilishwa. Obyafo bye byakyusibwa. Pigie Yesu makofi mazuri. Yesu engalo ez'amaanyi. Na tuko pia na mheshimiwa hapa mbunge. Tulina omwerezo wa Mukama wa DRC Congo. Gavana Mulambo wa DRC Congo. Mpigie na yeye makofi mazuri. Engalo yetu mwaniriza. Na wewe Bwana abadilishe jina lako leo. Katonda akyuse ebyafaayo byo. Nasema Bwana abadilishe jina lako leo. Katonda akyuse ebyafaayo byo. Bwana abadilishe jina lako leo. Akyuse erinnya lyo. Abadilishe jina la biashara yako leo. Abadilishe jina la ndoa yako leo. Abadilishe jina kwenye maisha yako leo. Hutaitwa aliyeachwa tena, utaitwa na mfurahia, kwa kuwa Bwana anakufurahia. Hutaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli, na Bwana atakuongeza kwa jina la Yesu. Pokea neema ya maongezeko. Chochote utakachofanya kikaongezeke. Chochote utakachoweka mikono yako kiongezeke. Sema amina kama unanielewa. Wangapi wanabadilishiwa majina hapa? Wangapi wanabadilishiwa jina? Sema amina. Tazame jirani, mwambie jirani. Tunuira mulwana omugambe mulirwana. Mwambie neighbor. Mugambe mulirwana. Ukiona oleka naye hakuambii hama. Olaba otakwogera oyo. Mwambie jirani. Mugambe wo mulirwana. Mimi sio Yakobo tena. Si yenze Yakobo nate. Mimi ni Israeli. Yenze Israeli. Mwambie mimi sio Abraham tena. Sinze Abraham nate. Mwambie mimi ni Ibrahim. Yenze Ibrahimu. Baba wa mataifa. Tawama wanga. Mwambie mimi sio Sarai tena. Si chali Sarai nate. Mwambie mimi ni Sara. Yenze Sara. Mama wa mataifa. Mama wa mawanga. Mataifa
mataifa watatokea kwangu, wafalme watazaliwa kwangu, matajiri watatokea kwako, viongozi wakubwa watatokea kwako, watu wenye ushawishi kwenye jamii watazaliwa kwako. Wangapi wanabadilishiwa utambulisho hapa? Sema amina. Kama kwenye ukoo hawakuzaliwa viongozi, kwenye uzao wako utazaa viongozi. Kama kwenye ukoo wenu hawakuzaliwa matajiri, uzao wako watatokea matajiri. Ungesema amina kama unanielewa. Kama kwenye familia yenu hakuna watumishi wakubwa, uzao wako watatokea watumishi wakubwa. Maana Bwana anabadilisha utambulisho wako. Wangapi utambulisho wao unabadilishwa? Wangesema amina. Pigia Yesu vigelegele. Mtazame baba uliyeka naye, mwambie shalom baba wa heshima. Mugambe tata nkulamusisa nate shalom baba wa heshima. Mwangalie na mama uliyeka naye, mwambie shalom mama wa heshimiwa. Mugambe mama wekitiwa nkulamusisa. Mbona kama uelewi utambulisho wako umebadilishwa? Jina lako limebadilishwa leo. Kaa kama vile jina lako limebadilishwa. Na kuna watu baada ya semina hii wataona kama unajidai. Wataona kama umebadilisha kutembea. Kumbe hujabadilisha, ila Bwana amebadilisha jina lako. Amebadilisha utambulisho wako. Sema amina. Sasa kama utambulisho wako usipobadilishwa, uwe na uhakika utaiona nchi ya ahadi, lakini hautaingia. Bado tuko kwa Musa. Nimekuambia jambo la kwanza, utumishi ulionao hauzuii utambulisho wa kweli kukukwamisha. Na ninakufundisha hivi ili kesho tukiingia kuomba uombe kwa mzigo. Na leo natamani nikufundishe tu, alafu kesho ndo tuwe na lisali zima. Kesho tuna lisali zima la maombi. Na nitaomba pia kama kesho unaweza funga. Njoo umefunga. Hapo kwenye kufunga mseme amina. Sema mwalimu, manje nayo tumwachie na. Msumba. Okay. Kinisikiliza leo utaona umuhimu wa kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kama favor zibe. Sema mtumishi wa Mungu Musa. Kama tumweleza kama Musa. Sema kwa sauti kubwa, mtumishi wa Mungu Musa. Kama tumweleza kama Musa. Sasa macho baoni nisikilize. Atunulira mase. Alafu tunapunguza tena sauti. Nataka hapa waelewe vizuri. Kabla sijakupa maandiko juu ya Musa, nataka nikupe kwanza story ya Musa. Alafu tukiingia kusoma uweze kuelewa. Musa alizaliwa ili awe majibu kwenye familia yake. Na alizaliwa Misri. Akaokotwa na binti wa Farao. Akaenda kulelewa kwenye jumba la kifalme la Farao. Baada ya Musa kuwa mtu mzima, akasema hapana, naenda kuwasaidia ndugu zangu. Kwa sababu aliona namna walivyokuwa wanatumikishwa na mkono wa Farao. Maandiko yanasema hivi, siku moja wakati ameenda kuwasaidia ndugu zake,
alimkuta Misri anapigana na Mwebrania. Na asisinkana Misri ngalwanagana no Mwebrania. Maandiko yanasema Musa akamuua, akamnyonga yule Misri. Musa na mutuga na mutta, akamtupa ndani ya mchanga na musula mumusenyu. Siku ya pili kakatona kolokubiri akakuta Mwebrania na Mwebrania wanagombana. Na asinkana Mwebrania nga balwanagana. Akaingia kuamua ugomvi. Na yingirawo okusala emisango. Hawa ndugu zake wakamwambia Musa, amugaba baganda bo Musa, nani amekuambia kwamba wewe ni mwamuzi juu yetu? Bwana akugambye nti gwe atusalira wera gwe mulamuzi. Mbona una kihelehele? Nga wera galaga. Unataka kutuua kama ulivyomuua yule Misri? Oyagala okututanga bwatolio mu Misri. Musa akashtuka. Musa na astuka. Akasema kumbe nilipoua ile jambo limeshajulikana. Nti bwe nasoli nti ebintu babitegedde. Na taarifa za kuua zikafika mpaka kwa Farao. Byafanya bituka eri wa Farao. Farao akataka kumuua Musa. Farao nayagala okumutta Musa. Biblia inasema Musa akakimbia. Amega nti Musa nadduka. Akaenda mpaka kule Midian kwa Yethro. Na agende Midian ewa Yefi. Mahali alipoenda kuchunga kondoo. Je yali agenze okulunda ente endiga. Kocha kwanza ambacho nataka uone. Aishoka kyagala otegere. Musa aliua. Musa yatta. Sema kwa sauti Musa aliua. Gamba nti Musa yatta. Sema kwa sauti kubwa Musa aliua. Gamba nti Musa yatta. Na nachotaka uone hapa. Kachenyaga lutegere wano. Baada ya Musa kumuua Misri, kakati Musa nga amasokutte Misri, hauoni mahali popote akijutia hiyo dhambi. Tola bangeri chasobola okuva okulaba mu kibi ekyo. Maana yake aliona kuua ni kitu cha kawaida. Nala abantu okutta cha bulijjo. Sawa, tunaweza tukasema alikuwa hajaokoka. Aizo kubata naba kulokoka. Kwa sababu alikuwa hajakutana na Mungu mahali popote. Manga naba kusinkana Katonda. Kwa ameua akiwa bado hajaokoka. Katinata ngatanaba kulokoka. Tuseme wote ameua akiwa bado hajaokoka. Tukamefena yatta ngatanaba kulokoka. Sema kwa sauti ameua akiwa bado hajaokoka. Ngatanaba kulokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa alipokuwa kule Midian anachunga kondoo. Wakati waliye Midian ngali kulunda endiga. Ndio kitabu cha Kutoka sura ya 3. Kakati kitabu cha Kuva sura 3. Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Usoma olunyo lusoka paka nogenda maso. Ndio kwa mara ya kwanza Musa anakutana na Mungu. Bwe mulindo kusoka Katonda ngasinkane Musa. Kwenye kile kichaka ambacho kilikuwa kinawaka moto. Kakati mu kisaka ekyo ekyali kikutte omuliro. Na Mungu anamwambia Musa, Musa, Musa. Na amugamba nti Musa, 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 Musa. Vua viatu vyako. Jamu engatto zo. Mahali uliposimama ni nchi takatifu. Kubanga ekifo ky'oyingidde mu tukuvu. Kwa hiyo tunaweza tukasema hapa ndio Musa aliokoka. Katika kaseera Musa ngalokoka. Ndio anakutana na Mungu. Au wasinkana ne Katonda. Na Mungu anamtuma tena anamwambia rudi Misri. Katonda namugamba ddayo Misri. Nenda kasaidie ndugu zako. Genda oyambe baganda bo. Kawatoe kwenye mkono wa Farao. Obaje mu mkono gwa Farao. Kwa hiyo Musa anarudi tena Misri. Kakati Musa nadayo mu Misri. Baada ya kurudi Misri, bwamala okudda mu Misri, anaanza safari n'atandika olugendo ya kuwachukua ndugu zake okutwala abaganda be na kuwapeleka nchi ya okubatwala mu nsi ensuubizi. Bwana Yesu asifiwe. Kama fwe baziwe. Sasa baada ya kuelewa hapo, andika kitabu cha Kutoka. Kakati oba otegeddeawo wandika ekitabo ky'Okuva. Kutoka sura ya 32. Essula eya 5:2. 32. 32. Mstari wa 11 mpaka wa 13. Onyo olusooka mpaka olwa 13. Na tutasoma hapa. Tusome. Kitabu cha Kutoka. Kitabu ky'Okuva. 32. 32. Mstari wa 11 mpaka wa 11 mpaka 32. Mpaka 32. Wa 11 mpaka wa 13. Mpaka 13. Haya tunasoma kwa sauti kubwa wote kabisa. Twende ubaoni. Au tambulisho wenu. Ukiona umekaa na jirani asomi muhami, olaba ngoyo gote na itasoma senguka, atakuambukiza hiyo roho. ajja kubanga akusiga ekyo. Haya tunasoma kwa sauti kubwa, twende. Some fena. Akamsihi Mwenyezi Mungu, Mungu wake, akisema, Mwenyezi Mungu, kwa nini hasira yako inawaka vikali dhidi ya watu wako uliowatoa nchini Misri kwa uwezo mkuu
na kwa mkono wenye nguvu. Ukifanya hivyo, hakika wa Misri watasema, aliwatoa kwa nia mbaya ili kuwaua mlimani na kuwateketeza kabisa duniani. Mwenyezi Mungu, sikia. Uliliza. Neno tuliza, wale mnaojua Kiingereza, sio polite language. Ikigambo kama tuhumula. Polite language. Si kigambo cha bulijjo. Polite language, nani anaweza kutusaidia maana yake nini? Kitegezaje? Yani sio lugha ya kuomba. Si cha kusaba. Ni kama tasaba mu buombeefu naye asaba alagira. Ni kama lugha ya kuamrisha. Asigalanga alinganga alagira. Tunaenda sawa? Angesema Mungu naomba, tata nsaba, ingekuwa ni polite language. Cyandi badenga asaba mu bweto waze. Tunaposoma tuweke alama za uandishi. Sotekemo dali bitegeeza. Turudi tena pale, tuliza hasira. Yokoso busungu. Soma hivyo. Koso busungu. Moja mbili twende. Tuanzie pale Mwenyezi Mungu, twende. Mwenyezi Mungu, tuliza hasira yako kali na kuacha jambo hili baya ulilolikusudia kufanya dhidi. Bado hujasema. Tunaba kuongera. Huyo ni Musa, sema ni Musa. Tunarudia tena Mwenyezi Mungu, twende. Tugende. Na kuacha jambo hilo baya ulilokusudia kufanya dhidi ya watu. Mstari unaofuata, Abraham, Isaka na Israeli, ambao uliwapia kwa nafasi yako mwenyewe, ukisema nitawazidisha wazawa wenu kama nyota za mbinguni, na nchi yote hii niliyowaahidia nitawapa vizazi vyenu wairithi milele. Sema tuliza hasira. Gambe kakanyo busungu. Sema huyu ndiyo Musa. Oye Musa. Alafu mwambie jirani, mtazame mwalimu. Gambe tuni omuwereza. Mwambie mtazame profesere. Tunulira omuyigiriza. Sasa unisikilize. Tuwuliriza. Tunaenda tena taratibu. Yes. Nataka upate picha hapa. Njagala owulire bulungi. Ili tunapozungumza juu ya utambulisho wa familia, usifikiri tu ni kainshu kadogo kadogo. Tuogera ku byafayo bya family toloza nti kantu katono nnyo. Ni kitu ambacho kina nguvu. Kintu cha amaanyi ile kina amaanyi. Kwa hiyo huyu Musa, akatono Musa alipoanza kuwachukua wana wa Israeli kuwapeleka nchi ya ahadi, maandiko yanasema alienda mlimani kuomba. Anaagenda ku lusozi okusaba. Siku ngapi? 10. Naku mmeka? 4. Naku 40. Si ndio? Au amsomi Biblia? Obate musoma Bible. Sasa akiwa kule kwenye maombi, jalinga ali mkusaba, hawa ndugu zake aliyowaacha chini wanabereka wansi, wakaona Musa amechelewa. Balaba Musa aluddeyo. Wakamwambia Haruni, tutengenezee ndama. Amugamba teketekere ndiga. Wakavua pete zao za dhahabu. Ne bajjamu empeta zaabwe za zaabu. Wakampa Yoshua akatengeneza ndama. Ne baziwa Yoshua ategeke. Wakaanza kuiabudu. Ne batandika okusinza. Wakasema Musa amechelewa. Musa aluddeyo. Kwa wakaanza kuchezea ndama. Ne batandika okuzinira endiga. Wanachezea ndama pale. Ne bazinira endiga. Maandiko yanasema Mwenyezi Mungu akaona wanachokifanya. Bible kanti Katonda nalaba kye bakola. Akawa amekasirika. Nanyiga. Akamwambia Musa, watu wako wamejiharibu nafsi zao. Agamba nti abantu bo basobodde okweyononera bo bennyini. Niache niwaue. Ndeka mbatte. Ndio Musa anaanza kumshauri Mungu. Katika Musa nataka okuwa Katonda amagezi. Kwa hiyo Musa ni mtumishi aliyewahi kumshauri Mungu. Musa ye muntu yasoko kwa Katonda amagezi. Na Mungu alimsikiliza. Katonda namuwuliriza. Anamwambia Mungu, tuliza hasira yako. Kakanya obusungu bwo. Misri watakucheka. Misri bajja kusekerera. Watasema umeshindwa kuwasaidia. Kama tolemedde okubayamba. Anamwambia Mshua, Kiswahili chetu cha Tanzania,
Ulimi Luswahili Tanzania. Anamwambia oya Mshua, tuliza hasira. Amgamba gwe kakanya obusungu. Mshua utazingua. Gwe abantu bajja kutegeera. Wamisiri watakucheka. Abamisiri bajja kusekerera. Ukisoma maandiko yanasema Mungu akagairi mabaya, akatuliza. Katonda nakyusa ebibi n'akakana obusungu. Emsema Mungu alimsikiliza Musa. Gamba kana nawuliriza Musa. Sema kwa sauti, Mungu alimsikiliza Musa. Gamba kana nawuliriza Musa. Sema akaacha hasira yake. Naleka obusungu. Sema kwa sauti, Mungu akaiacha hasira yake. Katonda naleka obusungu obwo. Sasa andika tena kitabu cha Kutoka 32. Kakati bikula ekitabu ekyokuva 32. Mstari wa 19 mpaka wa 22. Mpaka 22. Kutoka 32. Okuva 32. Mstari wa 19. 17 mpaka wa 22. Mpaka 22. Tutaomba tena ubaoni. Kutoka 32. Okuva 32. Mstari wa 19 na 22. 17 mpaka 22. Musa wetu si unatoka hapo? Musa wafuva wao. Musa wetu yule kule asiwe anaondoka. Musa wafaliri wakulu. Aya. Kutoka 32 mstari wa kuva 19. Kuva 32 onyolo 17. 32. 32. 32. 32. Anaelewa Fransai? 30. 30. 32. 32. 17. 17. Aya, wote macho ubaoni, tunasoma tena, twende. Mstari wa 19 baba. Twende. Aya, twende kwa sauti kubwa, twende. Mara tu walipokaribia kambi, walipomwona yule ndama na watu wakicheza, hapo hasira ya Musa ikawaka. Weka pause hapa. Hasemi hasira ya Mungu. Obusungu bwa Musa ne bwako omuliro. Anasema hasira ya nani? Tayogera ku busungu bwa Katonda bagaba ba Musa. Kwa sababu hasira ya Mungu imeshatulia. Obwakatonda bukakkanye. Nataka uelewe hapa. Katunula. Kwa hii tunayosoma hapa ni hasira ya nani? Kati buno busungu bwa Musa. Nakumbuka Musa amemshauri Mungu tuliza nini? Musa ya kakanyiza Katonda. Ila ameshuka yeye akafanyaje? Kakati eti yasode kakana. Tena hasira yake ikawa mbaya. Kati obusungu ne businga kawo. Ikawaka nini? Ne bwako omuliro. Kule juu amemwambia Mungu tuliza hasira. Agamba Katonda kakkanya obusungu. Wewe kukasirika sio vizuri. Kati gwe bwonyiga si kirungi. Yeye ameshuka. Yenaka alipoona wanacheza, maandiko sema nga bali mu kuzina nga bayetolodde endiga, hasira yake ikawaka kama nini? Obusungu bwe ne bwaka ng'omuliro beera ng'obumasuka obuliro. Aya, tuendelee. Soma kwa sauti kubwa, twende. Na kuvivunja. Weka pause hapo, weka pause hapo. Ndako katono. Twende vizuri hapa. Tugende mpola mpola. Sasa tuashumu mimi ni Musa, sio? Kakati wewe Musa. Sema profesere ni Musa wetu. Kama profesa ya Musa yafwe. Ila sina utambulisho wa Musa, ni mfano tu. Kwa hiyo alipokuwa mlimani anaomba, alipewa mbao za sheria. Yawewa amateeka jinja za mateka. Zile sheria 10. Amateeka 10. Sasa aliposhuka chini, katubwe yaka, amekuta wanachezea ndama, kile kitu Mungu aliona. Akamwambia acha niwaue. Akamleka mbate. Musa ambia Mwenyezi Mungu tuliza hasira. Agamba Musa kakanya obusungu.
yeye baada ya kushuka amewaona wanachezea ndama, hasira yake namba moja ikawaka. Akati obusungu bwasoka bwe ne busituko bwa Musa. Hasira ilipowaka ashumu kwamba sasa huu ni ubao wa sheria. Akati gotunulira nti agugema inja agamateeka 10. Kwa hasira ambao alizopewa na Mungu za sheria, obusungu yaraina bali bamuwadde, akazitupa chini kwa hasira. Sura wansino obusungu. Hasira imewaka, anajaribu kuanza, kaanza nabizirinyako nazirinya. Sema hasira ya Musa. Kama nti obusungu bwa Musa. Sema kwa sauti, hasira ya Musa. Kama nti obusungu bwa Musa. Haleluya. Twende mstari unaofuata hapa. Akaukologa unga huo katika maji na kuwalazimisha Waisraeli. Weka pause hapa. Sema huyu ni Musa. Abatewe Musa. Kumbuka amemshauri nani? Kati agezezako okuwabula Katonda. Nataka twende vizuri hapa. Tugende bulungi mpola mpola. Kwa hiyo jamaa ameshuka kwa hasira. Yena atuka mu busungu. Katupa mbao kazikanyaga kavunja. Na kwataga manja nagaswa na agayasa gonna. Baada ya hapo akaiendea ile ndama. Na kwata endigeyo. Kumbuka ni ndama ya dhahabu. Eyo gundi endiga ya zabu. Akaichukua akakoka moto. Najikwata na jakisi omuliro. Akaiyeyusha hii ndama. Najikwata najisitula mpaka ikawa kama unga. Nebera najisitula mulo nebera ngobuunga. Alafu akakologa, mnaita ji. Kakati nakola juice. Msema ji. Gamba nti juice. Kwamba muijui ji. Mnaijua? Kwa akakoroga ji. Nakola ka juice. Akawaambia haya, sasa anaongea kwa hasira. Kati nayoga mbusungu. Haya nyie wajinga nyie. Mwabatumba wavumwe. Pangeni foleni hapa. Kakati musimbe nyiriri wano. Wajinga wakubwa nyie. Mwabatumba wavu mwabakuru. Lakini ni mtumishi wa Mungu. Kakati mweleza wa Katonda. Ametoka mlimani kwenye maombi siku 40. Kurusozi nga amazoku sobena kwa 40. Ametoka kwenye preza ya Mungu. Ava mu presence, ava mukwela kwa Mukama. Ametoka kuongea na Mungu. Ava kuogera ne Katonda. Lakini leo hasira inafanya vitu vya ajabu. Obusungu ne bukola ebintu ebyenjawulo. Kwa hiyo wakapanga foleni pale, wanatetemeka. Bonna ne basimbe nyiriri. Anachota ile ji ya ndama ya dhahabu. Oyo juice wa dhahabu. Na ile ji kwa sababu ni ya dhahabu, oyo juice wa dhahabu, ukiinywa inakwama hapa. Bomunywa asigala wano. Kwa anashika pua kama vile wale wa mama mnanywesha ui watoto. Obango nywesha abana obuji. Anashika pua. Na mukwata. Ngoja nionyeshe kwa mtumishi hapa. Kangezo mwelezo. Njoo baba, njoo. Tangu wano. Njoo. Si ana hasira Musa? Ina obusungu. Kwa Musa anakamata hapa. Sanakwata. Akishakamata hapa anashika hivi. Alafu anamunywesha. Na munywesha. Akianza kohoa. Meza. Nywa. Hallelujah. Amen. Unaweza ukarudi. Yes. Kwa hiyo aliwanywesha wana wote wa Israeli. Kakati nabanywesa bonna bana ba Israeli. Hasira ya nani? Obusungu bwa Musa. Hasira ya nani? Obusungu bwa Musa. Sasa baada ya kunywa ile ji, kati yamala okunywa juice, wanakohoa wako ne bakolola. Ji na kaba ni ndama ya dhahabu. Just a juice woyo zabu. Akasema haya, agamba kakati wale walio upande wetu bonna bali ku ludda lwaffe na waje huku ni mahali nilipo. Nao baje eno jendi. Kuna watu wakakimbia upande wa Musa. Abati ne baduka ku ludda lwa Musa. Wakajua labda anatupa mai. Yagenda tuwa amazzi. Tushushie hiyo ji. Tusobole okubiyambako okukendeza omuliro ogwo. Inayokereketa kwenye koo. Ogwo gusigalide mu bulago. Wamefika pale akawaambia haya wote shikeni mapanga. Aga mukwate amajambia. Mnaenda kuwaua, kuwachinja wale waliobaki upande ule. Mugenda kutta bonna abasigadde eri. Maandiko yanasema siku ile Musa aliua watu 3,000. Musa yatta abantu 13,000 onakolo. Misri kabla hajaokoka ameua. Misri ngata okoka natta. Na baada ya kuokoka tena ametoka kwenye maombi. Kati ne mukulokoka nenga avude musaba natta.
ya siku 40. ennaku 40. Sio wewe unafunga tu siku tuwili, siku ya tatu umefungua. Musa ametoka kwenye mfungo wa maombi wa 40. Lakini amekuja kuua watu 1000 ngapi? Najja natta abantu 10,000, abantu 13,000. Sema watu 3000. Abantu 13,000. Sasa ukisoma hii mistari, nenda kasome nyumbani. Wegendo some wakoja kulaba. Maandiko yanasema Haruni, kakati Haruni alianza kutubu, anaambia Mungu gairi hasira yako. Na gamba katonda kakanya obusungu bwo. Hawa wana wa Israeli wao wanajua ni hasira ya Mungu. Wamanyi busungu bwa katonda. Lakini Mungu ameshatulizwa. Katonda yeye amaze dokakana. Ametulia zake. Yeye atulideyo mu kitibwa. Lakini kinachoendelea leo ni hasira ya nani? Kade kigenda maso busungu bwa Musa. Ni hasira ya nani? Busungu bwa Musa. Sasa andika kwenye daftari lako, andika kwenye familia ya Musa. Kati mu familia ya Musa walikuwa na utambulisho wa aina mbili. Baina ebyafa bya mirundi ebiri. Andika hiyo sentence itakusaidia. Wandika bino bijja kuyamba. Kuna mahali tunaenda utaelewa vizuri. Wale wetugenda tojja kutegerawo bulungi. Kwenye familia ya Musa, mu familia ya Musa kulikuwa na utambulisho wa aina mbili. Waliwo ebyafa bya mirundi ebiri. Utambulisho wa kwanza ni roho ya hasira. Ekyafa ekisoka ekyafa ekyobusungu. Na ndio maana kuna mtu kwa hapa umeokoka, abamoyizo kuba walokoka, lakini bado una hasira mbaya sana. Na ino obusungu obw'amaanyi obwetumbizi. Na tena unawaambia watu kinizingua na kuzingua. Ntinze wogezako nontabaala. Alafu umeokoka. Webaze Mukama tinalokoka. Jumapili unapiga mapambio hapa. Nojja wano nobuuka no ku Sunday. Na step ndefu. Nobera ngo zina bulungi eri Katonda. Huko mtaani mtu akikukwaza kidogo unamtukana mpaka matusi ya nguo. Mtu wako na ukatono omugambo kukasikusiri wala nosoka nomutabukira. Unashindwa kuikontrol hasira yako. Olemererwa okusobola okufuga obusungu bwo. Tatizo sio wewe. Obuzibu sigwe. Ni utambulisho wenu. Just ebyafayo byewamwe. Na baba yako ana hasira kama wewe. Kati ne kitawa ino obusungu nga gwe. Na babu yako alikuwa na hasira kama wewe. Ne ino obusungu nga gwe. Unahitaji kufunguliwa wiki hii. Wewe taka Katonda kusumule wiki eno. Alafu mtazamo lieka naye mwambie shalom shalom. Mugambe nkulamusiza. Mwambie tunakujua una hasira. Tumanyi nti olina obusungu. Hapa tuongee kidogo taratibu. Tugende mpola. Sijajua kama huku kwenu ipo. Simanyi wa mubanyo je kiri. Nizungumzie kule nakotoka. Kanjogereri jemva. Unaweza kukuta mtumishi akisimama mbingu zinashuka. Osinzo osingana omwerezanga bwayimiri okuwereza ekululika. Lakini unamsikia. Nebwo omuwuliriza. Ameanguka kwenye uzinzi na mke wa mtu. Mu bwenzi n'omukyala w'omuntu. Kwa sababu hatujui, kubanga tomanyi, tunaanza kumlaumu, kumbe ndio utambulisho. Okumusalira omusango, kumbe nga ebyafa byewabwe. Wana utambulisho wa roho ya nini? Bayina ebyafayo ebyobwenzi wabwe. Ndio maana nikasema utambulisho wa kwenu hauogope utumishi ulionao. Ebyafayo byewamwe tebitabuweereza bwoyine wamwe. Mpaka umeomba Mungu aubadilishe. Oteekeddwa kusaba Katonda akukyuse. Na watu wengi hawajui kilichomkwamisha Musa kuingia nchi ya ahadi ni utambulisho. Abantu abamu tebamanya kiki ekyalemesa Musa okutuuka mu nsi ensuubize byali byafaayo. Na leo nitakuonyesha kwenye maandiko. Nja kulaga ebyawandiikibwa. Tunaenda sawa? Sasa utambulisho wa pili uliokuwa kwenye familia ya kina Musa andika. Kakati ekyokubi kye balina mu familia ya Musa ni roho ya uuaji. Bali batemu. Yani kina Musa kuua kwao, okutta ewaabwe, ni kitu cha kawaida. Cha bulijjo. Yani kwenye familia yao wanaweza wakaua na wasijute. Familia bayinza n'okutta bibaagala ne watabeerawo nedde ne yeekanga ne basigala nga balya. Ndio maana kuna mtu uko hapa, uko kanisani, abamu oli wano mu kanisa, lakini unaanguka kwenye uzinzi, ogwa mu bwenzi, na kesho uko madhabahuni. Ku Sunday nobeera ku kyoto. Tena unacheka kabisa. Bwana noseka Mukama yeebazibwe. Jana umelala kwenye uzinzi, ekyo nga wasuze mu bwenzi, tena na mume wa mtu n'omwami w'omuntu, na ukajiona beautiful,
niwerabanga omulungi, ukajiona mjanja, niwerabanga ow'amaanyi. Kumbe sio wewe. Leo tumejua ni utambulisho wenu. Siye gwe just ebyafaayo byewammwe. Na kesho dimanche ku Sunday unapiga gauni yako noyambala akagoye akalungi akebbeeyi na viatu vile vya kuinuka n'engatto ez'akakondo, kama vile umeokoka, kumbe mzinzi mkubwa muone. Waliwo ebyafaayo bingi byotategedde, obwenzi bwa bukolondoola. Kumbe ni utambulisho wenu. Oyina ebyafaayo byewammwe. Mwambie jirani ni utambulisho wenu. Gamba nti ebyafaayo byewammwe bikulondoola. Mwambie kwa sauti ni utambulisho wenu. Gamba nti ebyafaayo byewammwe. Ukiona uliyeka naye hakuambii, kiburi nacho ni utambulisho wao. Olaba teogera manya ati obusungu n'emputu nazo zimulimu. Ensonga akyasirisi. Wetuli? Hallelujah. Amen. Na kutokumaliza pia semina mpaka mwisho ni utambulisho nao pia. N'obutategera obutabako kyomanya ebyafaayo byammwe nga semina ewedde nakyo nakyo kizibu. Kwenu mkienda kanisani mnatorokaga kabla ibada haijaisha. Mwe mudduka nga service tenabako ggwe wammwe. Ebyafaayo. Hallelujah. Amen. Au kwenu mtuliagi kanisani? Obe wammwe temutula mu kanisa owulira akatebe kakwocha. Kule kwetu Tanzania utambulisho wa wanamuziki wakishamaliza kuimba wakai kanisani. Ewaffe abamala okuba ennanga kasita bamala okuba ennanga bafuluma wabweru. Waimbaji wakimaliza wakaagi kanisani. Webamala okuyimba tebatula mu kanisa, babeera mu bukoona. Utawakuta kule nje wanapiga obasanga eri ku buduuka nga bakuba emboozi. Ila hapa mmeokoka. Wano mulokose. Wapigie makofi. Bakubire engalo. Sasa andika kitabu cha Kutoka sura ya 6. Wandika ekitabo ky'Okuva sura 6. Andika Kutoka sura ya 6. Okuva sura 6. Karibia tunamaliza. Twatera okumaliriza. Na leo nimesema tutaomba kesho. Leo tetugenda kusaba, tujja kusaba ncha. Leo nataka tujifunze, ndio? Njagala tweyigirize. Andika Kutoka sura ya 6. Okuva sura ya 6. Mstari ule wa 14 mpaka wa 20. Sura ya 14 mpaka wa 7. Olwabiri. Wa 14 mpaka wa 12. Okuva olwa 14 mpaka olwabiri. Na hapa nitaomba tusome kwa sauti, ndio somo letu sasa linaanzia hapo vizuri. Katika tusome wano. Memaliza kuandika? Maze kuandika. Sema amen. Kama nti amina. Haya, macho ubaoni, tunasoma kwa sauti kubwa, twende. Tunula wano. Bado soma kwa sauti, twende. Hii ndio orodha ya wakuu wa jamaa za Waisraeli. Wana wa Ruben, mzaliwa wa kwanza wa Israeli: Henok, Paru, Hezron na Karimi. Hao walikuwa mababu wa jamaa. Usiondoe mstari kwanza. Macho ubaoni kidogo nikueleze. Tunula wano. Tojja chaandikibwa echo. Macho ubaoni, angalia mstari ule. Tunulire enyiriri ezo. Anasema hii kwa sababu wengi mistari kama hii huwa hawaisomagi, wanaruka. Amute basoma lunyiri olu. Hata Tanzania ndivyo tulivyo. Ne Tanzania nayo jeruli. Ukishaona sije haya yana faida gani, unaruka. Kakati ovao gaba atemuli. Lakini leo nataka nikuonyeshe yana maana. Njala kulaga omukulu, amakulu. Anasema hii ndio orodha ya wakuu wa jamaa za Waisraeli. Akaba lunyiriri olwaba Isa. Huyu Israeli, kumbuka tumesoma ni Yakobo ambaye Mungu alimbadilisha nini? Agamba nti one Yakobo katagwe yakyusa erinya. Na Mungu alimwambia Yakobo, kutokea kwako ndiyo sasa mataifa yatatokea. Na mugamba nti okuva munda mugwe abantu banafuna. Na nitauzidisha uzao. Era nja kweyongereza deryo. Kwa hapa anasema hii ndiyo orodha ya wakuu. Tino lwe lunyiriri olw'obujjajja ya wakuu olw'obujjajja wa jamaa ya nani? Olwa familia ya Israeli. Ya Israeli. Ya Israeli. Mzaliwa wa kwanza wa Yakobo au wa Israeli ni Rubeni. Oyazalibwa asooka ayitibwa Rubeni. Na hapa wanatajwa waliozaliwa na Rubeni. Na abo bonna abazalibwa ne Rubeni. Na anasema wana wa Rubeni, mzaliwa wa kwanza wa Israeli, omwana wa sooka wa Israeli ni Henoki, ye Enoch, Paru, Hezron na Karimi. Na Kaini.
anasema hao walikuwa mababu abo bali bajjajja wa jamaa ya Ruben, ya familia ya Ruben, sio ya Waisraeli, sio ya Waisraeli, wa jamaa ya Ruben, familia oba onyiriri ya Ruben. Sema amen kama mnanielewa. Twende mstari unaofuata. Tunakunyorudako. Twende kwa sauti kubwa Huyu wa mwisho alikuwa mtoto wa mwanamke wa Kikanani. Hao walikuwa mababu wa jamaa za Simeon. Kuna huyu Simeon ni mtoto wa nani? Wa Israeli. Mwana wa Israeli. Are we together? Yes. Tuko pamoja? Tuliwamu. Hii mistari wa msomagi. Nyirizo ndemuzisoma. Kwa tukienda tu haraka hapo unaweza kaona tu kama vile TV. Tukulangaza bulijjo unaweza kulaba TV. Ndio maana nataka twende taratibu. Kaya tugende mpola tutegere. Kwa hiyo huyu Simeon ni mtoto wa Yakobo wangapi? Oyo Simoni mwana wa Yakobo wokuna. Naye akawazaa hao. Nabona abazaala. Twende mstari unaofuata. Tugende olugwenda maaso. Twende kwa sauti. Turudie tena kwa sauti kubwa. Sasa yafuata majina ya wana wa Lawi na wazawa wao: Gershon, Kohath na Merari. Lawi aliishi miaka 130 na ngapi? Miaka 17. Sasa huyu Lawi ndiye tuna kazi naye. Kakati onokutenako omulimu. Na kule baadaye kuna kitu watatuwekea pale ubaoni. Kwa hiyo kibage utirako wano ku lubaawo. Lakini acha pia twende na kwa mfano huu. Soka tugende kuno okusooka. Mofrere. Ukuya. Yango w'Oluganda. Kuya, simama hapa, simama hapa. Mira wano. Simama hapa. Sema huyu ni Lawi. Oyo mugambe ye Lawi. Sema basi kwa sauti, sema Lawi. Gamba Lawi. Sema Lawi. Gamba Lawi. Lawi amezaa watoto gani? Lawi yazala bana chi? Gershon, Kohath, Merari na Merari. Sasa macho ubaoni hapa. Tende wano. Tunafahamu kwamba kwenye ukoo wa Ibrahim, tulaba ebukojja wa Ibrahim, wana agano la baraka, bainayo endagano y'omukisa la kila mzaliwa buli asooka okuzaalibwa wa kwanza, si ndio? Mnaifahamu hiyo familia yawe. Lakini kuanzia kwa Ibrahim pia, katika Ibrahim Mungu alibadilisha, hakumbariki mzaliwa wa kwanza. Katonda teyamwa mukisanga omwana asooka olubereberye. Taniuliza mtumishi natupeleka wapi? Tebamanyi tutwalawo musumba. Mzaliwa wa kwanza wa Ibrahim ni nani? Azalibwa asooka yani? Ismail. Muona Biblia inavyochanganya? Buze. Mzaliwa wa kwanza wa Ibrahim ni nani? Ismaili. Aliyebarikiwa ni nani? Isaka. Mtoto wa Ibrahimu wangapi? Wa pili. Isaka amemzaa nani na nani? Yamzaa Sara na Yakobo, sio? Yes. Aliyebarikiwa ni nani? Yakobo. Mzaliwa wangapi? Wa pili. Na hawa wana wa Lawi, kana bana ba Lawi, wa kwanza ni nani? Asooka ye Gershon. Ila aliyebarikiwa ni nani? Tuko kwa wana wa Lawi. Lawi si mtoto wa Yakobo? Yes. Wa Israeli, si ndio? Yes. Bwana kama nimewaacha. Tugoberere bulungi. Watoto wa Lawi ni nani? Gershon, Kohath na Merari, sio? Yes. Aliyebarikiwa ni nani? Kohath. Kwa hiyo tunamleta Kohath. Katika Kohath yoyo. Kohath nani Kohath? Pastor. Sumba. Taka twende na mfano vizuri. Ya tutune bulungi. Simama hapa mbele. Kwa hiyo mzee wa boma ni nani? Mukadono. Nyosha mkono Lawi. Waniko mkono go. Sema Lawi. Gamba Lawi. Lawi amemzaa nani? Nazara Kohath. Ndio maana wanasema Isaka hawasemi akamzaa Esau, wanasema akamzaa Yakobo.
Kwa sababu Yakobo ndiye aliyechaguliwa. Kubanga Yakobo yalondebwa. Jamani, leo tuko pamoja, mbona kama nawaacha? Tuli wamu. Tuko pamoja kweli? Tuli wamu. Sijabaki mwenza peke yangu darasani. Simanyi nti bansigadde nzekka mu kirasi. Kama mnanielewa punga mkono. Bameka bantegeera waniko mkono. Amen. Tupe mstari unaofuata. Tuwe olunyo luddako. Twende. Tugoberere. Walikuwa ni Ribin na Shimei, jamaa zao zilitajwa kwa majina yao. Twende mstari unaofuata. Ambaye ni nani? Yodi. Umeona Kohathi ndiye aliyetajwa, sio? Kati yoyo Kohathi gwe balagirira. Wana wa Kohathi ni nani? Kwa hiyo Lawi ameishi miaka 130 ngapi? Yabeerawo miaka 133. Kohathi ameishi miaka ngapi? Yabeerawo miaka 133. 130 ngapi? Lakini hapa kwa Kohathi hakuchaguliwa mtoto wa pili. Tewaliwo mwana w'okubiri. Alichaguliwa Amlamu. Emsema Amlamu. Kama nti Amlamu. Kwa aje kijana mwingine Amlamu. Kijana mwingine. Amlamu aliwa. Kaka njoo. Emsema Amlamu. Kama nti Amlamu. Amlamu, simama hapo. Simama hapo mbele. Sogea mbele Amlamu. Yes. Kwa hiyo tuna Lawi, Lawi nyosha mkono. Tuna Lawi. Tuna Kohathi nyosha mkono. Tuna Kohathi waniko mkono. Tuna Amlamu nyosha mkono. Tuna Amlamu naye waniko mkono. Twende mstari unaofuata. Tugende ku lunyo luddako. Twende. Mahiri na Mushi. Hao ndio mababu wa jamaa za Walawi. Mstari wa 20. Twende kwa sauti. Amlamu alimwoa nani? Shangazi yake, naye akamzalia Alon na nani? Na Musa. Amlamu aliishi miaka 100. Kwa hiyo hapo mbele tunampata nani wa mwisho? Musa. Haya, tuone kijana moja. Kaka Musa. Mpigeni makofi Musa. Mukubire engalo. Pigeni makofi Musa wetu wa leo. Musa, simama pale mbele. Simama mbele yao kabisa. Sasa umeona Musa. Olaye Musa. Umeona generation yake. Olabye omulembe gwe. Watu wa Uganda, mbona mseme amina sasa? Ngate mwogera amini. Au tuishie hapo? Oba tukomao. Umeona generation ya Musa, sio? Olabye omulembe gwa Musa. Ameanza nani? Yatandika Lawi. Sema Lawi. Lawi. Kohathi, Amlamu, Musa. Kwa baba yake na Musa ni nani? Naamini wengi walikuwa hawajui. Yes. Ungeulizwa baba yake na Musa. Ungesema kwa kweli hakutajwa kwenye Biblia. Wandi wadoga batebamuogera ku Bible. Amlamu alimwoa nani? Yokebedi. Yes. Shangazi. Naye akamzalia Alon na Musa. Amlamu aliishi miaka 130 ngapi? Yabeerayo miaka 137. Hallelujah. Amen. Ngoja nishuke kabisa hapa chini. Kanzikire katono. Tunamaliza. Tunataka kumaliriza. Ngoja nishuke chini tuonane vizuri. Kanjaga tulabagane bulungi. Sasa mstari wa mwisho kwa leo tunapohitimisha leo. Kakati onye twagala okunyweza ko lwalero. Andika Mwanzo 49 mstari wa 5 na wa 7. Mwanzo 49 mstari wa 5 na wa 7. Tubereberie 47 na kabla hatujasoma hiyo mstari niangalie mimi kwanza. Tubereberie 47. Nisikilize mimi. Uliriza. Musa njoo. Musa jangu. Huyu ni Musa. Ono ye Musa. Sema Musa. Kama nti Musa. Mtumishi wa nani? Mwereza wani? Amekaa kwenye uwepo siku ngapi? Abadde mukwera kwa Mukama ennaku 40.
lakini naye ameshindwa kufika nchi ya wapi? Alemedwa kutuka mu nsi ensuubize. Kwa sababu ya vitu vingapi? Ebintu bibiri. Cha kwanza, cha pili, okutta, uuaji, si ndio? Alafu ni mtumishi wa nani? Katonda. Na wewe ni mtumishi wa nani? Kati nawe oli muweereza wani? Na wewe ni mtumishi wa Katonda. Nawe oli muweereza wa Katonda. Kwa hiyo Musa, wewe simama hapa mtumishi. Kati muweereza Mukama yimirira. Ukiangalia hawa watatu, utunia bana abasatu bonna wameandika na miaka walioishi. Bawandiise emyaka gyonna gye baabeerawo. Ukijumlisha miaka 137, 133, miaka 377 unapata 400 kama na 7 hivi. Emyaka nga 4 n'omusobyo. Kwa hiyo Musa amezaliwa baada ya miaka 400 na ngapi? Musa yazalibwa nga waise emyaka 4. Leo anakuhamishwa na utambulisho uliowahi kuishi miaka 400 na yabeerawo emyaka 10, emyaka 7 iliyopita, emyaka 7 ejayita. Sasa twende pale Mwanzo, tuweke Mwanzo 49 mstari wa 5 na wa 7. Kunyolo kutano mpaka wa 7. Mstari wa 5, a de 3 4 5. Anamwenda alafu 49 49. Haya, twende pale tusome kwa sauti, tunamaliza sasa hivi. Twende, tunaenda kumaliza, tugende maso. Rudia tena kwa sauti. Simeoni na Lawi ni ndugu. Lawi ni nani? Lawi, nyosha mkono. Mimi nafikiri Lawi awe huyu mrefu huyu tunamuonea. Yes. Lawi. Haya, Lawi nyosha mkono juu. Nyosha juu kabisa. Lawi. Umeona Lawi anaandikwa pale? Lawi mleba muandika. Sasa huyu Lawi alikuwa na rafiki anaitwa nani? Simeoni. Sawa? Sasa Lawi usishushe mkono Lawi baba. Si ndio baba? Aya, twende. Simeoni na Lawi ni ndugu. Silaha zao wanatumia kufanya ukatili. Twende. Lakini mimi sitashiriki njama zao. Roho yangu usishiriki mikutano yao, maana katika hasira yao. Hasira ya nani? Ya Lawi. Hasira ya Lawi leo iko kwa nani? Musa. Na Musa ni mtumishi wa nani? Musa mweza wa Mukama. Amekaa uheponi siku makumi ngapi? Waisewe enako 40 ali mudungu. Na Musa amemshauri nani? Nageza kukulabula Katonda. Lakini utambulisho wa familia? Ya family. Aya, turudie tena kusoma. Tudde wano. Alafu jiangalie na wewe. Na wewe tunulire. Tutaonana mbinguni. Tujja kulabagana mu ggulu. Turudie tena kusoma, twende. Lakini mimi sitashiriki njama zao. Roho yangu usishiriki mikutano yao, maana katika hasira yao walimuua mtu, kwa utundu wao walikata mshipa wa ng'ombe. Mstari wa 7, na laani hasira yao, maana ni kali mno. Na ghadhabu yao isiyo na huruma nitawatawanya katika nchi ya Yakobo, nitawasambaza katika nchi ya Israeli. Elezea. Yogera. Sasa jaribu fikiri wewe ni mchungaji wa Musa. Kati gwe muweereza wa Musa, gwe musumba we. Yaani Musa hata kwenye kwaya wakimkasirisha kidogo anaweza akaua. Akati Musa ni wamunyiza wakati unasolo okutta. Musa, shikamo. Musa tukwagala. Bon appétit Musa. Wenyumirwe ekigambo Musa. Ila hata kuwa hivyo kwa jina la Yesu. Ila jakwera bwato mu linnya lya Yesu.
Sasa muangalie uliyekaa naye muulize. Katunule yakuli nani? Muulize, wewe umepona kweli? Wewe labye. Nimesema muangalie uliyekaa naye. Tunulira go tude naye. Jadiliana na mtu umekaa naye. Yokera noyo go tude naye kumpi. Kiswahili yangu inaeleweka? Oluswahili wangu tegerekeka. Au ni kiburi kinachotoka kwa Lawi? Oba just imputwe ziva mbalawi. Haya kila mtu na jirani mgeukie, ambia mtu umekaa naye. Yogera noyo goli nani? Muulize, wewe umepona? Gwe wawona? Kwa hiyo hasira na kuua kakati obusungu n'okutta ndio vilifanya Musa aonyeshwe nchi ya ahadi ile. Byaletera Musa okulemera okutuka mu nsi ensubizi. Lakini wewe hautafanyaje? Kati gwe tojja kubeera bw'otyo. Na ubaya wa Musa, kipindi Musa alichozaliwa hakikuwa na neema. Musa yalina ekisa. Na somo tulilopewa ambalo mchungaji alitamani tujifunze ni la neema. Essomo lyatuyigiza lya kisa. Lakini nisingeweza tu kuambia neema inaokoa. Sandigaendeza kirokola. Lazima nikuonyeshe leka nkulage Jehova nguvu ya neema, amanyi g'ekisa. Musa laiti angezaliwa kipindi cha neema, kati Musa za mcheche ekisa, neema ingemsaidia kuondoa chali kimuyambe kimujjayo utambulisho wa kifamilia, kumujjako ebyafaayo bya family. Lakini kipindi chake hakikuwa cha neema, kubanga tikyalisa kya kisa. Kwa kipindi sisi tulichopo ni cha neema. Kati fwe tuli msacha kya kisa. Labda uamue wewe mwenyewe kutembea na utambulisho wa familia. Chofola bosolo kubango olemo kubelango otambulira mu byafaayo bya family. Lakini neema ipo, inaweza ikabadilisha utambulisho wako. Neema inaweza ikaweka mpaka hapa kwamba utambulisho unaotoka kwa Lawi uishie hapa, ila kwa Musa usifanyeje? Sema usije. Gamba toja. Sema kwa sauti usije. Wangapi wamenielewa leo? Pigia Yesu makofi, mnaweza kurudi. Wangapi wanasema kweli tunahitaji maombi hapa? Wangapi wanasema kweli hapa nahitaji maombi? Nani hahitaji maombi? Nyosha mkono. Sasa shika sadaka yako, tumesha. Shika sadaka yako. Oh, kumbe muda ulienda hivi. Debugenzi. Na hamjasema. Mbona hamjasema? Ate muogedde. Bon appétit. Mwe mnasema. Obude bwani wali mugamba. Mimi naweza nikawahubiria mpaka saa 5 usiku. Nso kubabulia mpaka saa 5 ez'ekiro. Unajua mlinileta na ndege. Mwandese munyonyi. Kwa lazima nipige injili. Ati no bavulira. Nyosha sadaka yako juu tuombe. Kwate chuba hicho tusabe. Sasa pia kesho tuna maombi maalum ya familia. Ati inokusaba kwa amani. Kesho tuna maombi maalum ya nini? Ya amani. Ya familia. Yo family. Kule kwetu Tanzania ukisema maombi maalum kutoka matesare ya amani ya familia inakuwa ni siku kubwa. Dubaluna kulwa amani. Tunaalikana. Tuitana familia wanatubaita. Tunapigiana simu. Netwekubira amasimu. Tunatumiana message. Sindika message ya kwamba tuna maombi maalum. Tuine sare ya amani. Na mimi nataka ukitoka hapa wapigie simu, watumie message marafiki zako. Itamikwano jo itabana baite. Na ndugu zako. Ne baganda bo. Kesho tuna maombi. Tuino kusaba. Na kesho tutatoka mapema kwa sababu hatutakuwa na mafundisho. Tujja kubana kuigirizwa nnyo. Kesho ni siku ya maombi tu. Tugenda kusaba. Lisali zima la kuomba. Ka esawe mweyo kusaba. Na kesho pia nitapita kwa mmoja mmoja kumuombea. Nja kuita kwa Mungu musabira. Usiwe kama Musa kwa jina la Yesu. Kuberanga Musa mu linnya lya Yesu. Kwa hiyo leo pia tutagawa bahasha. Tugenda basa. Nenda kaandae sadaka nzuri maalum. Na sio sadaka tu kwa ajili yako, na kwa ajili ya familia. Hata kama ndugu zako hawapo, sadaka utakayotoa kesho unawaungamanisha na wao. Nyanyua mikono juu na hiyo sadaka niombe. Mungu ninakushukuru. Asante kwa ajili ya mafundisho ya jioni. Tumesikia neno lako. Tuko tayari Bwana. Twetegese Mukama.
utusaidie, otuyambe tuweze kuvuka, tusobole okusomoka kwenye utambulisho mu byafaayo wa familia ebya family uliotukamata. ebyali byatukwata. Baba tusaidie, Tata tuyambe, zikubali sadaka zetu siima ebyobaayo byaffe tunazokutolea leo, byetukuweerayo, uzitakabari, osobole okubisiima. tupe neema ya kufika kesho tuwe kisa okutuuka enkya na ndugu zetu ne bafamire zaffe na marafiki zetu, n'emikwano gyaffe, ili na wao wafunguliwe, nabo basobole okusumululwa, na watoto wetu pia, n'abaana baffe, katika jina la mu Yesu. linnya lya Yesu. Ninaziweka wakfu hizi bahasha. Mpaddeyo baasa zo mu mikono gyo. Yeyote yule atakayechukua bahasha Buli hii yenna anaagitwala na kukutolea sadaka kesho, n'okuwaayo ekiweebwayo olunaku olw'enkya, kutana na maisha yake, sinkana obulamu bwe, kutana na familia yake, sinkana famire ye, katika jina la mu Yesu. linnya lya Yesu. Amen. Amen. Karibu pastere, atatupa utaratibu wa namna ya kupokea bahasha ajja tuwa kye tunaaba tugenda mu maaso na utaratibu wa kutoa sadaka. Kwa hiyo kesho tujitahidi kuwahi, njoo na ndugu na familia na watoto pia, kesho tuje nao, tujje n'abaana, tujje ne famire bonna bali waka, bonna baleeti. na kesho tutajitahidi saa 1 kamili sharp, Amasaawa emu nga tumaze ibada imeisha, ili urudi na watoto osobole mapema. okuddayo n'abaana. Amen. Amen. Wangapi mmenielewa? Kwa kesho njoo umefunga pia. Ate jangu osiibye. Asante, merci beaucoup.